So huyu jamaa anaelekea kufa kwa sababu tu ya mapenzi yake na chakula. So jamaa mwenyewe ni huyu hapa anaitwa Chris, na Chris anahangaika sana kuingia kwenye mahusiano kwa sababu anabagua sana watu. Chris amejiwekea vigezo vyake ambavyo anataka mwanamke ambaye atakuwa naye kwenye mahusiano awe navyo. Na kwa muda mrefu sana Chris amejaribu kuingia kwenye mahusiano na wanawake mbalimbali, lakini kila mwanamke ambaye anajaribu kuingia naye kwenye mahusiano anakuta kwamba hajakizi baadhi ya vigezo ambavyo yeye anavitaka kwa mwanamke. Yaani kigezo kimoja tu kinatosha kumfanya akaachana na mwanamke kabisa yani. Na baadhi ya vigezo hivyo ni kwamba mwanamke anatakiwa awe anapenda sana kuangalia movie, lakini pia awe anapenda kula aina ya chakula kinachoitwa mac and cheese. So siku moja Chris akaamua kutoka na kwenda kuangalia movie ya kutisha na ambayo ina mambo ya mauaji hivi. Movie yenyewe ilikuwa inaonyeshwa kwenye moja kati ya theater ambazo zipo karibu na sehemu ambapo Chris anaishi. So wakati Chris yupo kwenye ukumbi wa kuangalia movie, ghafla anashangaa kuna mwanamke mzuri anatokea. Na yule mwanamke ikatokea kwamba ameenda kukaa pembeni ya Chris pale pale. So wakaangalia movie na wakati movie inaendelea, anashangaa yule mwanamke wa pembeni anaenjoy sana ile movie. Anaenjoy ile movie kiasi kwamba kuna matukio yakitokea mpaka mwanamke anasimama kabisa. Na ni peke yake ndo anakuwa amesimama kwenye ukumbi mzima, kila mtu anamshangaa. Na mpaka kuna wakati mwingine kuna matukio yanatokea mpaka anakamata siti kwa nguvu anaifinya kabisa. So Chris yuko pembeni anashuhudia matukio yote ambayo mwanamke anayafanya. Na Chris akiangalia anasema, nimempenda sana mwanamke, ngoja nimfuate baadaye niongee naye. Na moja kwa moja Chris akapata wazo la kwamba movie kiisha amfuate yule mwanamke waweze kuongea, wajuane zaidi na hatimaye apate namba yake, kwa sababu yule mwanamke ana vigezo ambavyo Chris ameshajiwekea. Kwa hiyo ni kweli movie baada ya kuisha Chris akamfuata yule dada na akaanza kuongea, na hatimaye yule dada akaanza kufunguka ni vitu gani ambavyo anavipenda, na ikatokea kwamba moja kati ya vitu ambavyo yule dada anavipenda ni kula chakula cha mac and cheese. Chris baada ya kusikia vile akasema, wow, hichi ndio kitu ambacho mimi nilikuwa nakitaka kwa mwanamke. Moja kati ya vigezo vyangu huyu dada anavyo. I hope huyu mwanamke atakuwa my future wife. So kweli baada ya kujua kwamba huyu mwanamke anapenda pia kula mac and cheese, ikabidi achukue namba yake ili baadaye waweze kuwasiliana zaidi, waone wanaendelea vipi kuanzia hapo. So dada mwenyewe ni huyu hapa ambaye jina lake anaitwa Rebecca. Na Rebecca ana miaka 23, hajaolewa wala hana mtoto yoyote ule. Lakini Rebecca anaishi na mtu kwenye apartment moja, yani wanasaidiana kulipa kodi nusu kwa nusu kwenye hiyo apartment. Na mtu mwenyewe ngoja tumuite tu roommate. Lakini ngoja nikwambie kitu, Rebecca anamchukia sana roommate wake. Okay, so turudi kwa Chris ambapo baada ya kupata namba ya Rebecca wakaanza kuwasiliana na hatimaye wakapanga kwenda kwenye date. Na idea ya date ikawa ni kwamba waende kwenye migahawa mitatu tofauti kwenda kujaribu chakula cha aina moja cha mac and cheese. Alafu baada ya kumaliza kwenye mgahawa wa tatu wanatoa review yao kuhusiana na mgahawa gani unapika vizuri chakula cha mac and cheese. So siku ikafika kwenda kwenye date, na kama kawaida wakaenda kwenye date. Kwenye mgahawa wa kwanza wakaagiza chakula cha mac and cheese, wakaanza kula. Wakawa nakula huko wanapiga story, kila kitu kinaenda sawa kabisa. Wakamaliza hapo wakaenda kwenye mgahawa wa pili, wakaagiza tena chakula kile cha mac and cheese, wakaanza kula. Baada ya kula kile chakula wakamaliza, lakini Chris akaanza kushangaa kwamba Rebecca anaingia kwenye mood ya ajabu sana. Na baada ya hapo Rebecca akaanza kuongelea ni jinsi gani ambavyo roommate wake anamkera na anatamani kumuua wakati wowote. Kiufupi ni kwamba Rebecca wakati wote alikuwa anamhadithia Chris jinsi gani ambavyo atatumia njia fulani za kwenda kumuua roommate wake. Na anaendelea kumuelezea Chris kwamba kuna kipindi roommate wake akimuuzi waga anaenda kuangalia movie za mipango ya kuua na mambo ya kutisha kama hayo, ili apate tu idea ya jinsi gani ambavyo ataenda kumuua roommate wake. So wakati wote huo Chris yuko pembeni anashuhudia maneno yote yale ambayo Rebecca anayaongea, na anashangaa kwa nini huyu mwanamke anaanza kupanga mipango ya kuua roommate wake. So macho akamtoka pale. Nikabidi sasa atafute mbinu ya kuweza kuondoka pale kwenye ile sehemu ambayo wapo na amkimbie kabisa Rebecca. So baada ya kufikiria sana akapata idea kwamba afeki kwamba ana tumbo la kualisha kutokana na vyakula ambavyo amekula kwenye mgahawa wa kwanza na wa pili. Na kweli Chris akafanikiwa kufanya huo mchezo. So Rebecca akawa amemuelewa pale, akawa anasema kwamba jamani, kwa unaumwa na tumbo basi poa, tutamalizia tu siku nyingine, ngoja twende kwanza hospitali. Lakini Chris hakutaka kwenda hospitali kabisa. Nia yake ilikuwa ni kumchomoka pale na kwenda nyumbani kwake akate mawasiliano kabisa. So Chris akasema kwamba hamna shida, mimi sina shida kwenda hospitali, tumbo litapoa tu nikishafika nyumbani, kwa usijali kabisa. Kwa kweli baada ya hiyo emergency kutokea,
Wakaondoka pale na kila mtu akaenda na njia yake. Chris akaenda kwake, Rebecca akaenda kwake, na kuanzia pale kila Rebecca akimtafuta Chris hampati kwenye simu, hampati popote pale. So Rebecca katumia kama wiki moja hivi kumtafuta Chris bila matumaini yoyote. Na siku moja akapata wazo kwamba ngoja aende kwenye kipindi cha redio ambacho kinakutanisha watu ambao wamekaushiana. Na kweli Rebecca kaenda akawapa namba ya Chris, wale wenye kipindi wakampigia Chris, na Chris akaanza kuelezea jinsi gani ambavyo date yao ilienda na kwa nini amemkaushia Rebecca. Na Chris akaelezea mambo yote ambayo yametokea. Lakini sasa kwa kujitetea, Rebecca akasema kwamba hakuwa na nia ya kumuua kweli roommate wake. Lakini anachokifanyaga ni kwamba roommate wake akimuuzi, waga anaenda kuweka movie ambazo zina mambo ya kutisha na mambo ya mauaji ili tu apate ile idea ya kwamba ni jinsi gani ambavyo anaweza kumuua roommate wake. Lakini akijisikia vizuri tu basi hamu yote ya kumuua inaishia pale na anakuwa hana lengo la kumuua kabisa. Hivyo ndio jinsi ambavyo Rebecca alikuwa anajitetea. Kwa hiyo watangazaji wakabidi wamuulize Chris kwamba yupo tayari kwenda kwenye date nyingine tena, kwenda kumalizia kile chakula cha kwenye mgahawa wa tatu. Na kwa sababu Chris amehangaika sana kupata mwanamke ambaye ana vigezo vyote ambavyo yeye anavihitaji, ikabidi tu aseme ndio, lakini kwa sharti moja. Akampa sharti la kwamba waagize kile chakula kile kutoka kwenye mgahawa ule wa tatu ambao walitakiwa kwenda, lakini kwa safari hii waende wakalie nyumbani kwa Chris. Na Rebecca kweli akakubaliana na hilo wazo. Lakini sasa hapo ndo Chris alipoenda kujikanyaga kabisa. Unajua kwa nini? Siku ya date ilivyofika, ni kweli Rebecca alienda nyumbani kwa Chris na wakaagiza kile chakula kutoka kwenye ule mgahawa wa tatu ambao walitakiwa kwenda. Na kweli chakula kikafika. So baada ya kula pale, kabla hata chakula hakijaisha, ghafla Chris akaanza kushika tumbo lake huku anaugulia kwa nguvu sana. Baada ya sekunde kadhaa, Chris akaanza kupumua kwa shida, huku jasho linamtoka, akifurukuta huku na huku. Mwisho wa siku, chini. Ameanguka pale, amekufa pale. So Rebecca yuko pembeni anashuhudia matukio yote ambayo yanampata Chris, lakini hajanyanyua hata kidole kuweza kumsaidia Chris. Na alichokifanya ni kwamba amenyanyuka, amechukua mkoba wake, akatoka nje, akaingia kwenye gari, kawasha bio. Kwa hiyo siku kadhaa zikapita na ndugu wa Chris wakawa wanashangaa kwa nini Chris hatumpati hewani. Kila akijaribu kumtafuta wanamkosa kabisa hewani, na hata kazini kwake pia wanamtafuta, lakini siku kadhaa zimepita hawampati wala nini, Chris haonekani kazini. Kwa hiyo ikabidi ndugu zake wapige simu polisi, waende wakafanya uchunguzi kwenye nyumba ya Chris, waangalie kitu gani ambacho kimempata Chris mpaka hapatikani kabisa. Na kweli polisi wakaenda mpaka nyumbani kwa Chris, lakini walipofika tu mlangoni wakakutana na harufu mbaya kama kitu kimeoza hivi. Kwa hiyo wakagonga mlango, hakuna mtu ambaye anafungua. Ikabidi wavunje mlango waingie mpaka ndani, na ile kuingia tu wakakutana na mwili pale chini. Kuja kuchunguza vizuri, kumbe ni mwili wa Chris. Chris amekufa muda mrefu sana. Lakini baada ya polisi kuchunguza huku na huku, wakakutana na sahani mbili zipo kwenye meza, alafu pembeni ndo kuna mwili wa Chris. Kwa moja wakapata wazo kwamba Chris wakati anafariki hakuepo peke yake, kulikuwa na mtu mwingine. Kwa hiyo ikabidi wachukue sample ya chakula ambacho kilikuwepo pale mezani, wakaenda hospitali kupima kuangalia kama kuna uwezekano wowote kwamba chakula ndio kikawa chanzo cha kumuua Chris. Na kweli walipofika hospitali wakakipima kile chakula cha sahani ya kwanza cha sahani ya pili, wakaja kukuta ni kweli kuna aina moja ya sumu ambayo imewekwa kwenye chakula cha kwanza ambayo haipatikani kwenye chakula cha pili. Kwa moja wakajua kwamba yule mtu ambaye alikuwepo wa pili ndo atakuwa labda amemwekea sumu Chris. Kwa wakaanza kufanya uchunguzi kuangalia ni mtu gani wa mwisho ambaye aliingia kwenye nyumba ya Chris. Kuja kuangalia CCTV camera, wakaja kukutana na sura ya mtu ambaye alideliver kile chakula kutoka kwenye ule mgahawa. Kwa hiyo boom, wakamkamata mtu wa delivery. Na kuja kumhoji zaidi akasema kwamba yeye hahusiki na kitu chochote ambacho kimetokea. Na akamwambia kwamba alipofika nyumbani kwa Chris alimkuta mwanamke fulani na yule mwanamke ndio ambaye alipokea kile chakula. Kwa hiyo akazidi kuwapa details za jinsi ambavyo mwanamke anaonekana, kumbe mwanamke mwenyewe ni huyu hapa Rebecca. Kwa hiyo boom, wakaenda kumkamata Rebecca. Kuja kumhoji zaidi, kitu cha kushangaza Rebecca hajakataa kitu chochote kile ambacho anatuhumiwa nacho. Akawahadisia jinsi ambavyo alipanga mipango yake yote mpaka kufikia kumuua Chris. Na hivi ndivyo ambavyo kila kitu kilienda mpaka ikafikia kumuua Chris. Kwa mujibu wa Rebecca, anasema kwamba ni kweli kwamba mpango wake wa kwanza ulikuwa ni kumuua roommate wake. Lakini kwa sababu Rebecca hajawahi kuua mtu yoyote, ikabidi amtafute mtu wa mfano. Na mtu wa mfano ikatokea kwamba ni Chris. Kwa mujibu wa Rebecca, anasema kwamba ni kweli alikuwa anataka kuwa na mahusiano na Chris. Lakini kosa ambalo Chris amelifanya ni kwenda kwenye migahawa miwili ile, alafu kuja kumkaushia Rebecca mazima.
Na pale ndipo ambapo Rebeka akapata wazo la kwamba huyu mwanaume ndo mwanaume ambaye nitamfanyia majaribio ya kuua kabla sijaenda kumuua roommate wangu. Kwa mambo yote ndo akaanza kubadilikia hapo. Kwa hiyo process yote ambayo ameifanya kwenda kuwatafuta watu wa redio ili wamuunganishe na Chris, pale alishakuwa na wazo kabisa la kumtumia Chris kama mtu wa majaribio ya kuua. Na akaendelea kuelezea kwamba siku ambayo chakula kimefika nyumbani kwa Chris, yeye ndo wa kwanza kupokea. Alipokipokea moja kwa moja akaenda jikoni na akachukua mkoba wake, akatoa kichupa ambacho ndani yake ndo kulikuwa na kimiminika cha sumu, na ile sumu akamimina kwenye sahani ya kwanza na kwenye sahani nyingine ya kuweka, na kwenda mezani ile sahani ya sumu akampa Chris, na ile sahani ambayo ipo kawaida akachukua yeye. Na hivyo ndio jinsi ambavyo mpaka kifo kikamkuta Chris. Na akaendelea kuelezea kwamba mpango wake ulikuwa unafuata ulikuwa ni kumuua roommate wake. Lakini kabla hajakamilisha mpango wake ndo akaja kukamatwa na polisi. Kwa hiyo Rebeka akapandishwa mahakamani na akapatikana na hatia ya kuua kwa kukusudia. Na hukumu yake ilikuwa ni kwamba aende kutumikia kifungo cha maisha gerezani.